hapa inazidi kusonga mbele katika sehemu 8. Wanaita Bad Guys. Na hapa tuko na mkali. Wanamuita Pius Movie Studio. Anazidi kuwakilisha vema zaidi. Ni agent wa movie zile zote mpya. Ni wauzaji na usambazaji wa movie popote pale ulipo. Maendelezo inapatikana kuanzia siku ya Jumatatu saa 2 kamili asubuhi. CD ni bei jumla na rejareja. Lakini pia ni muuzaji wa flat screen. Pasi za umeme pia zinapatikana. Solar panel kama kawaida. Flat screen nimekwambia usisahau. Lakini pia ana print t-shirt. Anauza flash disk, memory card pamoja na card reader. Huyu ndio Pius Movie Studio. Lakini vifaa vyote vya stationary pia vipo. Sabufa za kijanja. Bwana, anasafisha picha, passport size, photocopy, typing, scanning, burning pamoja na printing. Anapatikana Kariakoo, Sheraton na pale Sikonge. Hizo ni ofisi za 3 za kumpata Pius Movie Studio. Namba za simu hizo hapo. Katika sehemu 8, Bad Guys. Na hatimaye tusonge mbele zaidi kuweza kujua kisanga kinakuaje katika sehemu ya 8. Sasa Pitake alikuja kwa upande wa pili akiwa na Race. Wewe kwani unanifuatilia? Unaofu kwamba nitamkamata mtu huyo wa kwanza? Haijalishi, nitakwenda kumtafuta nimpate. Inaonekana kwamba unahitaji kuweza kuachiliwa sana. Kwa sababu akamatwa na mtu mwingine, wewe unabaki kwenye kifungo chako kile kile. Sasa kwa nini ukaamua kuweza kujisalimisha mwenyewe? Race akaongea sana akagonga. Lakini hakujua umekuja sehemu gani. Nani? Polisi. Binti anafungua mlango. Toba, Race alishangaa. Wewe ndo Kedi? Kedi? Mwanamke aliweza kumsaidiaga na alisababishaga kifo cha mume wake miaka 2 iliweza kupita. Toba ndio anaishi hapa. Mtume simama. Alikumbuka mengi sana. Ndo binti alikuaga maisha yake akampelekaga hospitali. Leo anakutana naye hapa na alimuaga mume wake. Yaani ndo sababu ya kumfanya mwanamke kuishi maisha magumu leo. Anaishi Uswahilini Matola. Akakaribisha askari polisi. Lakini jamaa kumbuka ni mafia. Ila anapewa kazi kama ofa kumwinda the Rain Murder. Wakimpata atapunguziwa kifungo. Yuko na GPS mguuni. Na kutaka binti aweze kuiona. Kwa hiyo ilibidi kuweza kuificha. Bibi asije akaweza kujua mtu ni mtu wa namna gani. Yeye anajua kwamba ni askari polisi. Pitake anaona yote. Kwani jamaa anajishuku baada ya kuweza kukutana na mwanamke? Haya maji karibuni. Kwa bahati mbaya Kedi akamweza kumwagia maji Race. Samani, ngoja nikufute. Ile si akaweza kuona ile GPS. Alimwambia hapa, acha. Tafanya mwenyewe. Pitake anaangalia. Hawa watu vipi? Unajua nao inakwaje? Unaweza kukaa tu Kedi. Lieutenant atafanya hiyo kazi mwenyewe. Yaani akampa cheo cha askari polisi. Ni moja kati ya mabinti waliokoswa kuuawa na the Rain Murder. Vipi? Uko mwenyewe hapa? Binti yangu yuko shuleni. Na vipi kuhusiana na mumeo? Yuko?
Mume wangu alipoteza maisha miaka miwili iliyoweza kupita. Na mtu aliweza kumuua ni Res. Pitake akamwangalia sana Res. Alijua nini kinachoendelea. Hapa nimekuja kuweza kuuliza swali moja. Kuhusiana na mtu aliweza kushambulia mwaka mmoja uliweza kupita. Najua uliweza kupitia magumu. Na najua ni ngumu kwako. Ila tafadhali inabidi uweze kutuambia tena nini kilichoweza kutokea usiku. Binti anasema usiku mvua ilikuwa ikiweza kunyesha jioni sana. Yaani jioni nzima mvua ilikuwa ikiweza kunyesha. Alikuwa nyumbani na binti yake. Wanamuita Ging. Binti yake wanamuita Ging. Sasa wakati anatundika nguo, muuaji siku zote anapenda kuweza kuvaa All Star. Alikamata pipe range, mama akiwa fahamu chochote. Kedi. Muuaji wa kwenye mvua. Anaua wanawake ambao wanaishi alone, yani wako wenyewe. Na shida yake ni damu tu ile ya moto. Kuinusa anaridhika. Kwa hiyo ni teja wa damu. Gigi! Gigi kimbia! Jamani msaada! Wewe unafanyaje bwacha hapo? Kuna jirani mmoja akamwona, huyu jamaa akawa amekimbia. Kwa hiyo uso wa muuaji uliuona? Binti anasema hapana, hakuuona. Sasa kwa mwingine ambaye alipona kifo ni huyu hapa. Ni wawili walipona kifo. Alice alikuja na Sky. Ule usiku nilikopo na dada yangu, tulikopo tuition mpaka majira usiku. Ni kawaida, mimi nakuaga ni wa kwanza kumaliza. So nikaamua kuweza kukaa mbele ya shule. Lakini baadaye alikuwa akimtafuta ndugu yake anaitwa Nindi na akatoa ripoti kituo cha polisi kwamba Nindi hajarudi. Okay, mimi naelekea nyumbani. Sasa wakati anapita kuweza kuelekea nyumbani, anamtafuta dada yake anamuita Nindi kwa sababu alikwenda kufungua faili kwamba dada yake kapotea. Alimkuta Nindi hapa. Kawawa. Nindi! Nindi! Nindi kimekuta. Naye alikutana na muuaji wa kwenye mvua. Alipigwa. Shida yake ni damu. Yaani uteja wake ni damu. Anasema bado aliendelea kuweza kusema kwamba mimi nitashinda. Nitakwenda kushinda. Ndio kauli muuaji aliendelea kuweza kuisema. Uso wake uliona, binti anambia hapana. Sky anamwambia binti una bahati sana. Kwa sababu unaishi. Binti akasogeza nywele, ana ngeu ya hatari. Unasema hii ni bahati? Ni bora ningelikufa kuliko kuweza kubaki nikiwa hai. Ila bado una bahati kwa sababu unaishi. Siku inayofuata mvua itanyesha. Usije ukatoka nje mwenyewe. Hayo ni maneno ya Sky. Alice mwenyewe anashangaa. Huyu ni genius, lakini muuaji hatari. Na unamuita mentor. IQ yake ndio inahitajika na Pitake. Ma'am, ni salama tu, una haja ya kuweza kutusindikiza. Tutakwenda wenyewe. Pitake na Res kama kondoka. Kama kuna kitu kinakukera, nenda kazungumze na huyo mwanamke. Kampa nafasi. Alishisi kuna jambo hapa. Res akarudi ndani. Baba aendelee na fegi zake. Kuna tatizo? Kiukweli nahitaji kuweza kuelewa. Kwa nini unaishi kwenye eneo kama hili? Kwanza samahani. Je, una matatizo ya financial? Unafikiri mimi napenda kuweza kuishi hapa? Hakuna mtu yote anayependa kuweza kuishi hapa. Hakuna mama anahitaji kuweza kumlelea mtoto wake kwenye mazingira kama haya. Ila sina nafasi ya kuweza kuchagua. Alafu kingine, unaniuliza mimi hivyo kwa sababu naishi maisha ambayo ni tofauti? Au ni kosa mimi kuweza kuishi hapa? Sio kazi ya askari polisi kuweza kulinda raia. Kama huwezi kufanya hiyo kazi, ni bora uachane nayo. Jukumu la jeshi la polisi ni kuweza kulinda jamii. Vipi, kuna chochote kingine unahitaji kuweza kusema? Na pia samahani.
samani mimi nakwenda. Rais huyo akaondoka. Anajua jambo gani kafanya kwa ubinti. Leo anaishi maisha haya. Anajutia. Sumeti Antorong alipewa jina la muuaji wa watu 23. Alikamatwa mwaka mmoja uliweza kupita maeneo Ding Dong. Aliua watu 23. Na wote aliweza kuwaua usiku. Tena mvua ilikuwa ikiweza kunyesha. Kwa kuna muuaji wa kwanza alishaweza kuuaga watu 23. Wanamuita Sumeti. Hakuwa na lengo lingine, bali alisema kwamba wote anaweza kuwaua, alihitaji waweze kuomba juu ya maisha yao. Yaani ombe msamaha juu ya maisha yao. Huyo anamuita Sumeti, amekamatwa na yuko jela. Alikamatwa mwaka mmoja uliweza kupita. Aliua watu 23. Huyu ni Drain Mada wa kwanza. Yupo jela mpaka sasa, si ndio? Kaua watu 23 na ndio jina aliweza kupewa. 23 Mada. Muuaji wa watu 23. Hii ni asili kabisa kwamba wauaji wote silikao ni moja. Yaani silikao ni moja. Ina maana kwamba wanaua kwenye mvua, wako kwenye mashindano ya kuhitaji kuweza kumshinda muuaji wa 23. Yaani hao wauaji wengine wao kwenye mashindano ya kuweza kumshinda muuaji aliweza kuua watu 23. Kwa hiyo naamini kuna wauaji wengine. Unaona, tofauti na yule wa kwanza aliweza kukamatwa ambaye ni Sumeti. Nasema hao ni wapuuzi, ni makatili. Watu 3 wameweza kubakia kuuawa. Sky ndivyo anavyoweza kusema. 3 คนมันก็ชนะ Kama kaweza kuua watu wengi zaidi, ina maana kwamba atakuwa ni mshindi. Sasa kwa nini waweze kufanya kitu kama hicho? Ina maana kwamba ni wanahesabu idadi au wanaenjoy. อย่าพยายาม Huna haja ya kuweza kuangalia sababu kwa muuaji ambaye ni mwenda wazimu. Ni maneno ya Sky. Captain. Nimempata mtu anaweza kuishi. Baada ya kuweza kushambuliwa alielekea maeneo ya Thorbur. Inspector. Huyu ni mtumio aliweza kufa usiku wa jana. Na alithurika na inaonekana ana majeraha ya kutobolewa. Ngurumo za radi kwamba mvua itanyesha muda si mrefu. Kuna mtu ameshaweza kuuawa na ana matundu ya majeraha. Inaonekana mtu huyu amerudi kwenda kumaliza kazi yake. Kwa wale ambao ni victim walikuwa kaweza kuishi, sasa anahitaji kwenda kuwamalizia kwa sababu aliwakosa kifo. Unaona shughuli? Ikabidi watoke haraka kufuatilia wale ambao waliweza kupeleza na bado wanaishi. Nikizaza. Simamisha gari yake. Nahitaji kushuka hapa. Nahitaji kwenda kuambia watu wangu wazuie njia zote. Basi Yaki akaachwa hapo. Nachi vipi? Mbona mjibu? Nori vipi? Yupo na Kedi? Oya, endesha gari. Wana mashaka na Kedi na wana mashaka na ule binti mwingine. Huenda wakaingia kwenye kizaza. Huenda muuaji amerudi na anahitaji kuweza kumaliza kazi yake. Sasa ni balaa. Hawajui nani anayekwenda kuuawa. Halo, Edi. Watu wote mko kwenye nafasi, anaambia msio na wasiwasi. Kama akija huku hatutomwacha apite. Okay, kweni naye macho. Muda huu atakiwa kuondoka. Yake anafanya kazi ili apunguziwe muda. Miaka. Oya, nyewe wawili nendeni kule, alafu wa 4 nenda kanisubiri kule. Kwa nini unaniita mimi mtu wa 4? Anaambia nakuita mtu wa 4 kwa sababu uko mwenyewe. Na nakuita mtu wa 4 ili ujisikie vizuri. Nenda kule. Resi akaja moja kwa moja mpaka nyumbani Kedi anapoweza kuishi. Lakini hakumkuta. Akajua target ya mtu aliweza kuuawa ama shabaha ya kuweza kuuawa ni Kedi. Hapo alichanganyikiwa kwa sababu alikoswa na kifo mwanzo. Na yule binti mwingine pia alikoswa na kifo. Na hii ndio tabia yake. Anapokuwa shida yake ni kuweza kuvuta harufu ya damu. Yaani ni teja wa damu. Umeona shughuli? Baba kalona mvua. Sasa anachukua pakti moja. Anashangaa pipi zote kumbe zimeisha. Yuko kwenye duka hapo. Pipi zimeisha. Wakati huo kuna mtu alipamia naye akamwambia samani. Wewe una shida gani? Mama hebu nipatie pakti moja ya pipi kucheki mkononi na damu. Damu imetokea wapi? Ndio nakumbuka kuna mtu amegongana naye kikumbo hapa. Bas. Huyu ndio Drain Mada. Yake akaona upumbavu ni kuungana naye. Yuko no star. Huyo kama kawaida yake. Inaonekana wauaji ni zaidi ya mmoja wa wawili.
Kila mmoja anaona style yake. Wewe mpo simama hapo. Kumbe ni wewe. Geuka. Nataka kuona sura yake. Kuswa na zana. Akachoropoka. Ikabidi kuvuta simu haraka. Ampigie simu Edi. Anagonga kuku. Edi akapokea simu. Halo? Edi, wewe jamaa anakuja huko ulipo. Anakuja huko ulipo? Ndio anakuja huko. Sasa nitafanya nini? Mbona huyu jamaa anakuja kasi namna hii? Akavaa pipi lake. Pale pale akadandiwa na pio kichapo. Na nani? Ngoja ni inspector polisi. Edi anaomba, ndugu yangu usichukue damu yangu. Mimi ni mnene sana afu damu yangu ni chafu. Naomba usichukue damu yangu. Lakini Pitake alijua kwamba huyu ndio muuaji wa kwenye mvua kwa sababu ile upipi anavaaga ya mavazi, yani koti la mvua. Yak anakwenda kumdandia, alifanya makosa. Akujua mtu huyo anazana, alitobolewa. Huyo ndio muuaji wa kwenye mvua. Yuko na koti lake la mvua. Lakini wakati anamtoboa Yaki pale, Sky naye anafika. Alikuwa anahitaji kummalizia. Alishindwa kufanya ile kazi baada ya kumwona Sky akakimbia. Maana ingelikuwa ni msala. Sky, taratibu sana, wala ana pressure. Wewe mwana wazimu, mfuate huyo mtu haraka. Kipiga mahesabu. Usinishangae mimi unasimama hapo kufanya nini, mfuate mtu huyo. Sky akawaza, kama akimfuata mhalifu na mwenzake amedhurika naye atakaweza kumsaidia. Kwa cha kwanza aliamua kuweza kuweka utu. Nipe mkono. Kwanza utibiwe. Swala la muuaji ni baadaye. Anamwitaga mwenda wazimu, lakini leo Sky anaonyesha wema kwa Yak. Naona shughuli ni kizaizai. Huyu muuaji ana tabia, kisu chake akikutoboa nacho kinanyonya damu, inahifadhi. Kwa hiyo akija nayo huko ananusa ile damu anaridhika. Yaani uteji wake ni damu. Damu tu. Anuse mpaka aridhike. Akisharizika basi. Ngine kisu akikutoboa nayo inanyonya damu, inahifadhi. Sasa hii damu ya Yaki ndio anaichekelea nduri. Lakini inaonekana wauaji hawa wako kwenye mashindano, wanahitaji kuweza kumpiku ile aliweza kuua watu 23. Habari zinatolewa kwamba kuna mwanamke mwenye umri wa miaka 25 mpaka 30. Pelelezi unaendelea kuweza kufanyika. Ametobolewa sana mwili wake. Na sababu haijulikani nani aliweza kuhusika na ile tukio. Rese akiwa hapa machozi yanamtoka, akagundua kabisa huenda aliweza kudhurika, anaweza kawa ni Kedi. Maana miongoni mwa mabinti ambayo waliweza kukoswa kuuawa na Thereini Mada. Aliondoka kimya kimya, machozi akiwa anaweza kumtoka. Kila mmoja alishangaa. Si kawaida. Huyu jamani mnyama vibaya mna, wote wanamogopa, unajua ni balaa. Lakini leo anaondoka kimya kimya na anahitaji kuweza kuelekea huko kwenye maiti, kutaka kuweza kuikagua ni nani aliweza kuuawa, kwa sababu jina halijatolewa, ila umri wake ni miaka 25 mpaka 30. Ni umri wa Kedi kabisa. Muuaji wa kwenye mvua, Thereini Mada. Hii The Bad Guys katika sehemu ya 8. Anafungua ni yule binti mwingine ambaye alipigwa ngeu ya kichwa na Sky alimwambia siku inayofuata mvua itanyesha, usitoke nje mwenyewe. Kwenye eneo la tukio, wakati watu wanashangaa ni majirani hapa, Kedi naye alikuja na mtoto wake Resi. Baada ya kuweza kushuhudia kwamba maiti sio Kedi, hapo kidogo alipumua. Anatupa macho mbele, anamuona Kedi yule pale yupo na binti yake, na binti anatabasamu wala ana shida, kwa sababu mara ya kwanza anakutana na Resi alimsaidia, kwa hiyo anamfahamu. Na sasa hivi ameambiwa na askari polisi kumbe ujamaa ni mafia, ila kuna ofa aliweza kupewa. Sasa kwa usalama tu, kujua usalama wa Kedi, ilibidi kumfuatilia mdogo mdogo mpaka anapoweza kuelekea nyumbani kwa mtoto wake. Mvua inanyesha, kuhakikisha kwamba wanafika salama salimini. Hapo ataridhika. Hana njia nyingine ya kuweza kumlipa binti huyu, kama ni maisha yake karibu yeye mwenyewe baada ya kuweza kumuua mume wake. Lakini alipewa kazi, ni oda. Hakujua anamuua nani. Leo anajutia. Haya, twende ndani. Kamata loko niweze kufungua mlango.
Basi sio kesi yake, akasaidiwa na mtu aliweza kumsaidia ni Sky. Katulia zake, kawaza ujamaa kweli kamsaidia, na anamuitaga mwenda wazimu. Jina alibadiliki, ana wali wake anaupenda sana, anauita Michelin. Hello kid. Oya, wewe mwenda wazimu, kamata hiyo. Yeah. Ni kawaida tu, sijaitumia. Mấy bạn có tốt. Ni Michelin, inawezekana kuweza kushare na mtu wote, na pia ina harufu ya banana. Ngồi đàn hả? Kula. Ngoài. Sao mong hia này? Mbona unaniangalia namna hiyo wewe? Khale con mình. Na vipi kuhusiana na muuaji? Lo polisi wewe. Tunasubiria majibu kutoka maabara. Mimi Sky akasema ni upuuzi, ni pointless. Pitak, Con đọc mà là sao mà? umepata majibu? Hợp trời này. Okay, asante. Wamjue muuaji nani? Đây là những 10 khuẩn. Tumepata fingerprint, yani alama za vidole. Sky akashangaa. Yake anaona babu kubwa. Grace katulia. Jamani saidieni, mimi sijamuua mtu wote. Eti Eddie ndio inasemekana ni muuaji. Hapana. Analia mno. Tena ni jamaa wako karibu na Yaki. Oya, kwani hutaki kunisaidia? TJ, vipi kuhusiana naye? Usiona sasa ndugu yangu, swala la duka nitaekea umakini. Wewe nenda tu. Wewe ni mpwani. Inabidi unisaidie, usione nimekamatwa. Wewe kwa heri bwana. Kama ndo unaua nenda tu. Hapa hata Yaki alishangaa. Eddie ndo muuaji. ในที่สุดความหวาดกลัว Mwisho kabisa mtu alikuwa akiweza kutishia raia. ฆาตกรสัตว์ Yani the Rain Murder amekamatwa baada ya kuweza kuua jumla ya watu 23. Na waandishi wa habari wanasema mtu mwenyewe ndio huyu. Yaki. Huyu ni jamaa wako. Naambia ndio, ni jamaa wangu, lakini nishawaambia mara ngapi? Huyu jamaa hizi kufanya hilo jambo, sio muuaji huyu. Yaki anamtetea jamaa wake. มันไม่ใช่ครับ Hata Sky anasema kwamba huyu jamaa sio muuaji. Huyu sio muuaji. มันกำลังกลัวอยู่ Kwa sababu anaogopa. แล้ว Yani anaofu. Kwa hiyo ตบเดียวมันก็ชนะ mwili mmoja ina maana kwamba atakuwa ameweza kukamilisha kazi yake ya kuweza kuondoa watu 23. Kama kweli ni muuaji wa kweli, ina maana kwamba angelikuwa na hasira pindi alivyoweza kukamatwa, lakini huyu hana hasira bali ana hofu. Kwa hiyo muuaji, kwa sababu yuko kwenye ushindani, anataka kuweza kuua watu 23, kuweza kumpiku muuaji wa kwanza ambaye yuko jela. แต่เห็นหน้าไอ้เหี้ยนี่มา2 ปีแล้ว Binti anasema hii kesi inabidi tuweze kuipeleza kiundani zaidi, lakini ndio hivyo ilishaweza kufungwa. Pitake anamwambia watu walikuwa kiweza kumsubiria mtu zaidi ya miaka 2. Walikuwa wanataka kuweza kuona sura yake. Inabidi tuweze kuwapatia. Alice akiwa pale anapigiwa simu. Race anampigia simu. ผู้กอง Nini, Captain? ที่สุด Eddie ana urefu wa sentimita ngapi? Kwani unauliza? Nakuuliza ana sentimita ngapi za urefu? 167 Ni 167 sentimita. Oh. Sio yeye. ไม่ใช่มันจริง Sio yeye. Suna, niliwaambia ni wapuuzi kwamba huyu sio mhusika. Kwa hiyo muuaji bado yupo. Aliokamatwa Eddie Usiki. Vimo haviendani kabisa. Ngurumo za radi kwamba mvua inanyesha. Sky aliongea. เดียว Mtu mwingine anakwenda kufa. Hii itakuwa imekamilika. Yes! Muuaji wa kwenye mvua ndo huyu hapa. Anashangilia baada ya kuweza kuona mvua inashuka, kwani anakwenda kutimiza kazi yake, na atakaweza kumua, ina maana kwamba atakuwa ameweza kufikisha idadi ya watu 23 kuweza kumpiki Sumet, ambaye pia alishaweza kuua watu 23 na kujiita win. Naona shughuli hiyo. Watu ni wenda wazimu. Sasa huyu muuaji wa kwenye mvua ni nani? Mimi sina la ziada katika sehemu ya 8 na sijajua katika sehemu ya 9 ni yapi anaweza kufuata. Mimi naye atufahamu. Kama unajua nipe habari. Tukutane wiki ijayo. Bye bye. Ni the king himself. Here we go.